Vipi? Kuna shida? Tuondoke basi. Mimi naamini hutoniangusha kwenye hii kazi, maana mpaka tunakupatia hii kazi ofisi na kutegemea sana. Kwa hiyo naamini kabisa kila kitu kitaenda sawa. Sawa mkuu, nimekuelewa. Kama nilivyokiri kuipokea hii kazi, na nakuahidi nitaifanya kwa weledi wa hali ya juu, nitaikamilisha. Sawa. Mimi naamini kitu kimoja tu, utaifanya kazi vizuri sana, kwa sababu hii si kazi yako ya kwanza wala kazi yako ya pili. Naamini utaifanyia haki sana hii kazi. Kwa hiyo mimi nikwambie tu, tutakie majukumu mema. Good day. Thank you. Napata wine hapo ni zaidi ya pete hivi. Within Andiabo. Ile kuna majeraha yaonekani, lakini anauma kila siku. Juma, subiri kwanza. Jomba, kabla kuingia ndani, chukua ya maji ukaoge, alafu ndio uingie ndani. Baba ameachia mama yangu kwa sababu kanifanya ni kwa ajili yangu mimi. Nienda shule, na hata nikiumwa ameshanipeleka mimi hospitali. Hata ingekuwa wewe tu
Mama, mamangu. Mwachie mamangu. Asifanye kwa ajili yangu mimi. Hata nyama vile una familia. Unataka nimwachie? Ndio. Kwa biashara hizi anazozifanya mama yako, si ndio? Bangi, gongo, nazi, chibuku, beneke, pia kuuza watu. Nimwachie? Basi ndo kama hivyo. Watoto wanatuzunguka. Wanafanya kazi kama hizi. Mama, mwachie mamangu. Kwa ajili yangu mimi tu niende shule. Afande. Kwa ajili yako namwachia mama yangu, la sivyo ningemfunga. Wewe mama, wewe mama, wewe mama, mara 3 nimekuita. Biashara zipo za kufanya, biashara nyingi zimejaa. Kuna mboga mboga, kuna miguu ya kuku. Achana na hizo biashara, ushika tena kwa mara ya pili na kufunga. Chukua mzigo. Wow. Karibu shoga yangu. Hapa ndo kwanza nimerudi zangu studio na mzigo ndo huo kama unavyoona. Umejaa tele. Asante shoga yangu. Nikie kama kawaida yangu. Lakini jana umenikwaza. Umenikia minyanya mibovu mpaka mama kanisema. Wewe naye, hebu achana na hizo mada kwanza. Nimekumbuka. Nimesikia kakako kakamatwa. Na zanani kabisa kakamatwa kwa kesi ya Angel. Hivi ni kweli? Dada, mbona kizabizabi na wewe? Mimi mwenyewe ndugu yake tu na sijui chochote kinachoendelea. Hebu nipe vitu vyangu mimi nikapike. Lakini Angel si mwanafunzi. Koma wewe. Ukitaka kujua mimi sina akili, zungumzia familia yangu. Ukitaka kujua mimi mwandazimu, nimevurugwa, zungumzia familia yangu. Mtoto mdogo umbea tu. Muangalie. Hata kama kataa lakini kakako ndio hivyo kashakamatwa. Hii ndio amani ambayo ulikuwa ukiniambia kipindi niko mbali kwenye utafutaji wangu. Leo narudi nyumbani, mwanangu simuoni. Tambua wewe ndio nguzo kuu ya kuiangalia hii familia. Leo narudi mwanangu simuoni na kueleza hunipi majibu yaliyokuwa sahihi. Hivi mama Angel, upo kweli makini kwenye kuiangalia hii familia? Sina maneno mengi mama Angel. Mimi ninachohitaji mwanangu ni muone. La sivyo, chagua haya, kubaki kwenye ndoa au kuondoka kwenye ndoa. Ukitaka kukaa kwenye ndoa hii, nahitaji Angel umuone hapa. La, Angel sijamuona na hii ndoa imekushinda. Ni wangu. Na kaka, mimi na shemeji umehangaika sana kuhusu hili jambo. Kikweli ndio nime mpaka usingizi. Tusha kwenda hospitali, polisi, lakini tunapata suluhisho. Na lengo kukutana hapa leo ili tufanye suluhisho. Suluhisho kwenye mtoto wangu mimi? Unajielewa unachokiongea wewe? Sikilizeni nyinyi wawili. Msinifanyie upuuzi wala msinifanyie mzaha kwenye hili. Na wapeni siku hizi wewe na shemeji yako. Na muhitaji mwanangu.
Usijali shemeji yangu. Nadhani naongea mumeo alivyo. Ila mimi nitaongea naye. Mambo yatakaa sawa. Wenyewe Sala Masala, mke wangu, sinaenda kabishe hodi huko. Hodi Masala, Masala. Naona huko ndani hamna. Hamna hata mtu eh? Milango yote imefungwa. Sasa sikiliza mke wangu. Sikiliza mke wangu, hiki ninachokwambia. Mimi naumia kuhusu mwanangu Angel. Toka nimerudi sijawahi kumuona. Na nahitaji nimuone mwanangu. Nafsi yangu inauma sana kuto kumuona mwanangu. Sasa ninachokuomba mwanangu nimuone. Sala anafurahi tu na familia yake. Anaenjoy, anakula, anashiba, anafanya mambo yake. Mwanangu mimi simuoni kweli? Sasa maamuzi nitakayachukua, ulimwengu na dunia itaniona mimi mbaya. Hivi mjomba, kwa nini unapenda matatizo? Angalia hili jambo lile ulifanya safari hii. Unatuweka katika fungu gani mimi na mama yako? Ujionee huruma mwenyewe. Haya, Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania inasema kutembea na mwanafunzi ni hatari. Utakwenda jela miaka 30 au kufungwa kifungo cha maisha. Mama yako anakutegemea wewe. Wewe ndio mtoto wake wa kiume. Unamweka katika fungu gani mama yako? Au sisi unatoka katika fungu gani? Au jamii inatuchukuliaje sisi? Alafu mwanangu, wahenga walisema asosikia la mkuu vunjika mguu. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Sasa wewe ndio umeyatafuta matatizo mwanangu. Hivyo wote waone kwenda kutembea na mwanafunzi. Wanawake wamejua kibao. Umeenda kutembea na mwanafunzi kweli mwanangu, unatafuta matatizo kwenye familia. Sisi tunakutegemea wewe. Mimi na dada yako Joy tunakutegemea wewe. Ukatafute sisi tupate tuje kula. Leo umeenda kutafuta matatizo kama sisi atatuhudumia nani? Ukifungwa miaka 30 sisi unatuacha vipi huko nyumbani? Unatuachaje? Wewe mwanangu. Wanawake wamejaa mtaani. Usingeniambia tu mama yako kama wewe unashindwa kuongea nao, mimi nikakutafutia mke akukaoa kuliko kutafuta matatizo kama haya. Sasa kuanzia leo nakwambia hivi, kama nimekuzaa mimi wewe tumboni miezi 9 nikakunyonyesha ziwa langu hili, nataka nikuone utafute wanafunzi utembee nao tena. Umetuweka kwenye wakati ngumu kweli, mimi na mdogo wako. Mimi nitafanya nini na Joy? Mimi nitaishi vipi mimi? Ukifungwa miaka 30 mimi nitaishi vipi na Joy? Joy, mwanangu, nitaishi vipi Joy?
pumzi niondoke, nipumue kwa amani, nione tena